ni sadaka kwa ajili ya dhambi ya mwanadamu, kwa sababu Mungu ni tajiri wa kila kitu. Kama ni madini anayo, angechukua hata madini yoyote, au vile bustani ilikuwa imejaa na vitu vingi, matunda, mazao ya kila namna, yani kila kitu cha kila namna, lakini alichukua damu ya mnyama akaichinja, na ile damu ilipomwagika ndio kwamba ni ukombozi kwa ajili ya mwanadamu. Hata watu manabii wa zamani au watu wa zamani kwamba mtu akikosea, damu ilikuwa ni kama kufunika uovu. Damu ilitumika kama kufunika dhambi, kwa sababu damu inanena. Ile kwamba mtu anapochukua mnyama, usema kitabu cha Ayubu ile sura ya 1 mstari wa 5, mfano unaona kwamba Mungu au Ayubu alikuwa akichukua wanyama, ilikuwa desturi yake. Anachukua mnyama, anaenda anawachinja, anawateketeza kama sadaka ya kuteketeza, kwamba kwa ajili ya watoto wake. Sema yumkini watoto wangu wanakuwa wamefanya dhambi huko walipo, pengine wamewaza mabaya, wamemtenda Mungu uovu. Alikuwa desturi kwamba akichukua mnyama anakwenda anatoa sadaka ya kuteketeza, kwa sababu damu inakuwa kama inanena mbele za Mungu. Na hata ukiangalia wana wa Israeli kwamba Musa alikuwa anawaambia watu kwamba mtu ukionekana mtu yote amekosea, achukue mnyama akamtoe sadaka ya kuteketezwa. Sio kwamba ilikuwa inaondoa dhambi, bali ilikuwa inafunika ile dhambi. Kwamba damu inaponena kwamba kwa vile umetoa kwamba kwa ajili ya dhambi, inaenda kama inakuwa kama kuombea toba mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwenye ulimwengu wa kiroho kunahitajika nini? Kafara. Nayo ni kafara. Kafara ni sadaka and sacrifice. Kafara ni sadaka. Lakini kwa nini inaitwa kafara? Ni sadaka ya damu. Sadaka ya pesa huwezi ukaiita kafara. Sadaka ya vitu vingine au mali zingine huwezi ukaita sadaka, lakini sadaka ya uhai au damu ndio inaitwa kafara. Sio neno baya kama unaposema kafara kama tunataka kwenye ulimwengu wa giza au tofauti, kwamba sio neno. Yaani kafara ni sadaka ya damu au sadaka ya uhai. Kwenye ulimwengu wa kiroho inatumika sadaka hiyo, kafara inatumika, ina maana sadaka ya damu inatumika kwa kiwango kikubwa, na ndio sadaka inayokubaliwa. Na ndio maana huwezi ukaona mtu anayefanya mambo ya kishirikina akatoa sijui mali sijui, na ndio maana watu wanakufa, yaani wanaua mtu ili iwe sadaka ya kitu chochote anachotaka kukifanya, au sadaka ambayo anatakiwa kutoa ni kafara, ina maana sadaka ya damu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka ya damu ndio inatumika kama katika ulimwengu wa kiroho. Kwa mtu mchawi au mshirikina anaweza akatumia damu yako au damu ya kiumbe chochote kukufunga. Yaani hatumii sadaka za mali au sijui pesa sijui nini, yeye anatumia damu kuyafunga au kumharibu mtu. Wanapotaka kumloga mtu wanatumia damu. Nikaa nasikiliza ushuhuda wa binti moja, anasema yeye alikuwa ana mchumba wake ambao wamekaribia kuoa, lakini huyo mchumba wake alikuwa ni Freemason, kwamba ni Freemason na pia ni mchawi, anajishughulisha na hayo mambo yote.